Ni majira ya asubuhi Juni 4, 2025. Wananchi wa kijiji cha Ugabwa, wilaya Makete, mkoani Njombe, wanaamka na taarifa yenye kuzua taharuki kwao. Anasema kidubwasha hiki kisishike yote. Kila mmoja anakuwa na lake kichwani. Kumbe mkuwepo kule kwenye mkutano, mlikuwepo wengine mkutano. Tulikuwa na diwani hapa, sasa kwenye tukio kwenye mkutano wangu hukuwepo. Hii ni baada ya njiwa mweupe mwenye madoa meusi na mekundu kuonekana kijijini hapo akiwa na barua ambayo imeandikwa kwa wino mwekundu na madoa yanayodhaniwa kuwa ni ya damu, ikimtaka Ombeni Chaula arudishe magunia ya mkaa aliyochukua pasipo ridhaa ya mmiliki, ambapo anatakiwa kufanya hivyo ndani ya siku 3 tu. Ya hiki kidubwasha hatujui sasa. Manake mtu alipokifika ndio tutaki mchana hii. Wanasema kilikuwa na sindano. Sasa sindano hatuoni sindano. Na hiki manake kilikuwa kimejifunga. kilikuwa na iko ndani hajaitoa kaka. Akajatolewa kwenye sindano kado huko. akatamba Kwa hiyo utamleka raka. Sio kama sindano inaonekana. Sasa wananchi wao wanasemaje? Hofu ipo kwa sababu ya namna ilivyo, kwa sababu kimcheki unjiwa amechorwa, amepakwa kama vile kitu kinachoashiria kama damu. Kwa kama unavyojua, ukishaona alama nyekundu tayari na kutia hofu. Alama nyekundu inaashiria hatari, si ndio? Kwa hii si la kuuliza kwamba ndani yetu kuna hofu nyingi, hasa juu ya aliyekuwa amelengwa moja kwa moja, kwa sababu kuna mtu ambaye amelengwa moja kwa moja. Kwa hofu ipo kwenye mji ambayo haina majibu. Tunasubiri kila ambacho kimesema kwenye barua kama kitatekelezeka kwa yule mhusika, na kama hakitatekelezeka ndio hofu inakuwa kubwa zaidi. Nini kitatokea? Ningeshauri kwamba kama siku nyingine au mtu mwingine anajitokeza kwa hilo, awaone ndugu kama ameshindwana kuzungumza na mhusika naye mdai, kwa sababu unapochukua jukumu kama hilo huenda amechukua kama jambo dogo kama kumtishia. Hatuna hakika hivyo vitu. Kinacholeta taharuki ni kwamba kwa sababu si kawaida, na kwa mazingira yetu haya njiwa hawafugwi. Ni njiwa wa kufugwa sawa, lakini kwa mazingira haya hawapo. Na kwa nini watumie njia ile? Taharuki inayotokea ni kwamba mpaka saizi watu hawafanyi kazi, kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo haviendi. Wanadamu siku zote, elewa siku zote kama unapofanya kuja labda ulishakula cha mtu bila makubaliano, aidha mkakubaliana, tekeleza jinsi ilivyo takiwa. Kuliko ukafanya nini? Ukafanya kwa sababu mimi ni mjanja au nikala jasho la mtu pasipo nini? Pasipo yeye kuhitaji kitu cha namna hii. Lengo la yule bwana kwamba unachohitaji utoke katika A, utoke katika mafanikio A kwenda B, lakini ajabu yake kukuta makubaliano kwa tofauti na jinsi mlivyokubaliana. Kwa kweli haipendezi. Vipi kuhusu familia ya aliandikiwa barua hiyo? Ina kipi cha kusema? Mimi kwa jina naitwa Jackson Maenge. Ni mzaliwa hapa kijiji cha Ugabwa. Nimeshaona ile alilolifanya, yani ameenda hatua ya mwisho. Kana kwamba ametumia njia zote, ameshindwa. Ameongea na ndugu zake, wameshindwa kumlipia deni. Ameamua kutumia hiyo mbinu. Na sisi tunachosema ni kwamba ni lolote baya litakalotokea, moja kwa moja tunamchukua yeye. Kwa kuanzia sasa hivi tunaangalia lolote baya litakalomkuta yeye ama familia yake, na hili naomba limfikie, kwa sababu yeye ametaja katika barua kwamba pesa ya ndugu Frederick, na sisi tunamwambia kwamba huyo bwana lolote likimkuta, mimi huyu ni mjomba wangu na inaniuma sana, kwa sababu wakati mwingi tupo pamoja. Na kwa nini asingetumia mbinu nyingine? Hii ameona yeye ndo sahihi. Kwa naomba lolote baya litakalo tukuta familia yetu, aidha yeye, sisi tutajua kwamba ni yeye moja kwa moja, haijalishi ni magonjwa ya kawaida ama ni ya kwake aliyotuma kama alivyotuma huyu njiwa. Na Mungu ambariki sana huko aliko. Amen. Lakini jambo hili limepokelewaje na uongozi wa kijiji hicho? Hili tatizo amepokea kwa msikitiko mkubwa, kwa sababu kama mtu na kudai uwezi kumtupia njiwa, unamtupia njiwa ya nini? Wakati mapatano ya kulipa sio hii kuingia kwa mganga. Swala ni kulipa. Na hapa wanalipa kwa makubaliano, kwa mapatano, sio kutuma njiwa. Sasa njiwa anavyokuwa na mdaiwa anakuwa na hofu pande zote mbili. Na mimi mwenyewe hapa naogopa kwamba mwananchi wangu atapotea kwa misingi hii.
Tutoke ngazi ya kijiji, hebu tuende kwenye ngazi ya kata. Diwani naye anasemaje? Mimi kwa majina ninaitwa Imani Mahenge, ni diwani wa kata ya Lupalilo. Nianze kuambia wananchi wangu, jambo hili, tabia za namna hii, mimi kama kiongozi wako nazikemea kabisa. Kwa sababu leo tumemwona ndege akiwa mazingira yale, inawezekana bado tukio haijatokea au sijaliona tukio. Lakini mathalan inaweza katokea wakati mwingine, sasa litokee tukio kubwa kwa mtu wa namna hiyo, ingeweza kikatokea nini? Kwa hiyo mimi sijapendezewa kabisa na biashara ambazo zinafanyika ambazo sio za maridhiano, mwingine asiridhike. Kwa hiyo natamani niseme jambo kwa wananchi wangu kwamba hebu kama ni biashara zinafanyika, fanyeni biashara ambazo mnakubaliana kila mmoja anapoondoka awe ameridhika. Kwa sababu leo huyu amefanya katika jambo hili, halijatokea jambo la madhara ya kibinadamu. Siku nyingine inaweza katokea jambo kubwa zaidi ya hapo. Watu kwa mtindo huu, anaweza mtu akageuka kama mpaka ng'ombe, kama mpaka mbuzi. Hasa ni nini ambacho kitafuata mwisho wa siku? Kwa hiyo mimi nadhani kwa nafasi hii nataka niwaambie wananchi wangu, hebu tabia za namna hii tuziache kabisa, maana mwisho wa siku zitatupelekea mahali pabaya ambapo hatukutegemea. Kali ya mwaka ni hii iliyotolewa na Ombeni mwenyewe, ambaye amepewa siku 3 tu. Yule mko tayari kuongea na mwenye mkaa, lakini sio kuendelea kama ngao hivi. Kwanza sio waganga au matapeli. Amna hizo kitu, yani usiwazi. Yani kwanza hata nione ndiko na nyumba ya mbalaji. Ile nyumba ya mbalaji. Airuhusiwi bila ameshika watu wengi. Kaka. Bila hali inafanya nafahamu. Kwa ndoto yangu nimeshamkumbuka kwamba huyu ndiye amenileta ndoto kama hii. Nitamnyua ndoto. Unajua kupanga tofali hapa nikapata hela hapo, nina shida yoyote. Sina shida yoyote. Hakuna kitakachotokea. Unaelewa? Hakuna kitakachotokea ndani ya familia yetu juu ya hili. Unaelewa? Hakuna kitakachotokea. Hakipo. Na vipali. Hiyo ndo hali halisi kutoka hapa kijiji cha Ugabwa. Mimi ni Edwin Moshi na hii ni Green FM.